Bwana Yesu asifiwe sana. Nichukue nafasi tena kualika, kukaribisha kwa kujifunza maneno ya uzima ya Mungu ili tuweze kuona kile ambacho Mungu ametuahidia kikitokea katika maisha yetu na jamii yetu na wale ambao wametuzunguka. Katika maisha yangu ya kila siku naendelea kumwamini Mungu na nampenda Mungu na namuona Mungu akinisaidia, akinipigania na akiniongoza hatua kwa hatua kwa ajili ya kusema neno lake ili watu wengi wapate kuokolewa na watu wengi wapate kujua ya kwamba hakika Mungu anatenda hata sasa. Mungu katika Biblia ameonyesha kwa mifano, ameonyesha kwa uhalisia mambo mengi, matendo mengi ambayo yamekuwa yakitendeka, ambayo yalitendeka, ambayo yanaendelea kutendeka hata hivi leo. Na katika maisha ya muamini au maisha ya kumjua Kristo Yesu, inapasa kuweza kuona ukuu na uwezo wa Mungu kwenye maisha yako kila mara au kila wakati ukiendelea kutukuzwa katika maisha yako. Mungu anapotamani sisi tuhusiane naye ni ili aweze kubadilisha wengine, ni ili aweze kusaidia wengine. Mimi naongea neno la Mungu, nafundisha neno la Mungu ili wewe ambao unanisikiliza uweze kupata chachu ya kubadilika na kumwendea Kristo Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ufike mahali ujue kabisa kwamba aliye na urithi wako, aliye na utajiri wako, aliye na hatima yako njema ni Mungu mwenyewe ambaye ndiye aliyekuumba kwa mfano na sura yake. Na ili uweze kufanana kwa mfano na sura ya Mungu, inafaa wewe hapo uweze kuyajua yale ambayo Mungu amekupangia. Leo nimechagua katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 14 mstari ule wa 8 mpaka mstari wa 13, namna ambavyo Paulo walienda kuhubiri sehemu na miujiza ikatokea na kiwete akapata kusimama na kutembea, na wale watu wakaona kabisa kwamba hao sio watu wa kawaida, hawa ni miungu. Inamaanisha nini? Kwamba maisha yetu ya kila siku tunapomlingana Mungu siku baada ya siku, atatembea na sisi kwa ishara na miujiza kwa namna ya tofauti ambayo hata watu waliotuzunguka watajua huyu kaka, huyu mama, huyu kijana, huyu baba ana jambo la tofauti kwenye maisha yake. Hebu nisome mistari michache usikie mambo ambayo yalitokea, vile ambavyo Paulo na mitume wa Mungu walipokubali kutembea na nguvu na uwezo wa Mungu, mambo gani yalitokea katika maisha ya wale watu wa Litra. Na huko Litra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawasawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyofanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa Kilikaonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Herme, kwa sababu ndiye alikuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Walakini mitume Barnaba na Paulo walipopata habari, wakararua nguo zao, wakaenda mbio, wakaingia katika makutano, wakipiga kelele wakisema, akina Bwana, mbona mnafanya haya? Paulo na Barnaba wanauliza swali,
sisi nasi tu wanadamu hali moja nanyi, twawahubiri habari njema, ili mgeuke na kuacha mambo haya ya ubatili na kumwelekea Mungu aliye hai, aliyeuumba mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Umeona katika Matendo ya Mitume mlango wa 14 kuanzia mstari wa 8 mpaka mstari wa 15, Paulo na Barnaba wameenda kuhubiri mahali ambako kuna miungu mingine, ambayo miungu ile mingine walikuwa wanashangazwa na kile ambacho Barnaba na Paulo walikifanya. Kiwete ambaye tangia mtoto tumboni mwa mama yake hajawahi kutembea, nguvu za Mungu zilimtembeza, au alipata ule uponyaji akatembea na akapona. Statement Paulo anasema hapa, anataka kuabudu Barnaba na Paulo, anataka kuwachinjia sadaka kama miungu. Wao wanakimbia, wanajichanganya na watu, wanasema hapana, msitendee hivyo. Sisi nasi ni binadamu kama nyie, ila nguvu za Mungu zinayatenda hayo. Ni maombi yangu mbele za Mungu kwamba mimi na wewe tufanyike watu wa kuonyesha dunia na kuonyesha wengine kwamba nguvu za Mungu bado zingalimo kwa ajili ya kusaidia maisha ya watu, kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu, ili tuweze kuwafikia wengine na kubadilisha hatima zao kumwelekea Kristo Yesu. Barnaba na Paulo katika Matendo ya Mitume mlango wa 14 hapa unaona wazi wakimnyanyua kiwete. Baada ya kumnyanyua kiwete, sasa watu wote wa ile eneo wanataka kuwatambikia na kutoa safara na kutoa sadaka, lakini wao wanakataa. Wanasema sisi nasi ni binadamu kama nyie, ila nguvu za Mungu na neema ya Mungu ndio imeyatenda hayo. Mara zote katika maisha yetu tumpe nafasi Mungu atukuzwe kwenye maisha yetu. Mambo makubwa yanapotokea, mambo mazuri yanapotokea, tuwaambie watu wazi kwamba kama sio kwa neema ya Mungu, kama sio kwa msaada wa Mungu, mimi pia nisingeweza. Haya yote yanafanyika ili Mungu apate kutukuzwa. Tuna wito katika maisha yetu ya kutumikia wengine. Huyu kijana alikuwa ni kiwete tangia tumboni mwa mama yake. Mungu amemfungua, Mungu amembadilisha, na ile jamii yote wakaona, wakasikia, wakafahamu, wakataka kutoa sadaka na kafara. Ni mara ngapi watu wanakuletea sadaka na misaada na vitu ambavyo Mungu hajakwambia chukua au Mungu hajakwambia pokea, lakini unavipokea kwa kushangilia? Lazima ujihoji na ujiulize, hicho ambacho unaletewa au hicho ambacho unapokea, Mungu amekukubali ukipokee au uweze kukifanyia haya ambayo unaenda kukifanyia? Ni mwongozo wa Mungu kupokea ambayo unayapokea kwa ajili ya utukufu wa jina lake au la? Mungu alibariki neno lake. Amen.